Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Karibu katika darasa hili la neno la Mungu likiongozwa na mimi mtumishi Carlos John. Somo letu la leo litakuwa linahusu nguvu ya kupata utajiri. Neno tutakalosimama nalo leo linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya 18, nayo inasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Nguvu ya kupata utajiri. Ni kwa namna gani Mungu anatoa nguvu za kupata utajiri? Mungu anatoa nguvu ya kupata utajiri kupitia njia zifuatazo. Namba 1 ni kujituma. Kazi ngumu na juhudi zinaweza kuleta matokeo mazuri. Mungu anatupa uwezo wa kufanya kazi kwa bidii. Mithali sura ya 10 mstari wa 4 unasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii utajirisha. Kujituma kunaweza kukatupa utajiri. Mungu ndo anayetupa nguvu na neema ya afya njema inayosababisha sisi tuweze kujituma ili tuweze kupata nguvu za kupata utajiri. Namba 2, kupitia hekima na maarifa. Mungu anatupa hekima ya kufanya maamuzi mazuri katika biashara na uwekezaji. Mithali sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 14 unasema, heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha, na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu. Hekima na maarifa katika biashara zetu na uwekezaji vinatusaidia kupata utajiri. Namba 3, baraka. Kupitia baraka mtu anaweza akapata utajiri. Ndio utasikia pale watu wanasema amebarikiwa yule, amebarikiwa kupata utajiri. Mungu anatubariki kwa njia zisizotarajiwa, kama vile fursa za biashara au uhusiano mzuri na watu wenye ushawishi. Kumbukumbu la Torati 8:18 nasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Kuamini na kutenda. Imani katika Mungu na kutenda kulingana na mafundisho yake kunaleta mafanikio. Tutasoma katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23 hadi 24 nasema, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Ukiamini na kutenda na kufanya mambo kwa moyo kama kwa Bwana na sio kwa wanadamu, utapata utajiri. Kutoa. Pointi ya 5 ni kutoa. Kutoa kwa wingi kunaleta baraka zaidi. Watu wengi wanaona kuwa kutoa husaidia kupata zaidi. Luka sura ya 6 mstari wa 38 nasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Hii inamaanisha nini? Anayetoa zaidi ndiye ataipokea zaidi. Kipimo kile ulipimacho mtu ndicho na wewe utachopimiwa. Ukimpimia mwenzako vingi, na wewe mwenyewe pia utapewa vingi.
Pointi ya 6 ni maombi. Kuomba na kutafakari kunasaidia kupata mwongozo na nguvu katika kutafuta utajiri. Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 unasema, ikiwa ni mtu kati yenu aliye na uhaba wa hekima, na aombe kwa Mungu ambaye hutolea wote kwa wingi, wala hajatukana, na itatolewa kwake. Ukiishiwa hekima katika biashara, katika shughuli yoyote unaofanya, muombe Mungu naye atakupa hekima, na ile hekima utakapoiwekeza katika kazi itakusaidia, utapata utajiri. Amina. Nashukuru kwa kuwa leo tumejifunza katika namna ya kupata utajiri, na tumejua kwa namna gani Mungu anatupa nguvu za kupata utajiri. Mtu wa Mungu, ni muhimu kuzingatia maadili mema na kufanya kazi kwa uaminifu katika kutafuta utajiri. Mungu akakubariki kwa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tutaomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tunavyosamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Amen.